Bwana Yesu asifiwe. Nina kila sababu ya kumshukuru Bwana Yesu kwa sababu amekuwa mwaminifu. Ya kulitukuza jina lake takatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina kila sababu mtumishi wa Mungu kukushukuru wewe unayetutazama na kutufuatilia kila wakati katika vipindi vyetu. Mungu akubariki sana. Barikiwe sana, na ninaamini ya kwamba kama umekuwa ukifuatilia katika hivi vipindi, maana yake una ushuhuda. Ni vizuri mtu wa Mungu comment na kutoa ushuhuda wako, lakini kama unahitaji unaweza ukatuma hitaji lako, na ninaamini watumishi wa Mungu wapo watakuombea, na Mungu akisha kutendea ni vizuri ukarudi kushukuru na kushuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kwa ajili ya kuendelea sisi sote kuwa watumishi wa Mungu. Najua na wewe pia ni mtumishi kwa namna moja au nyingine. Kama ukitendewa, Mungu anataka ajidhihirishe. Inawezekana kupitia ushuhuda wako Mungu akaweza kuzungumza na watu wengine na akaweza kuwasaidia. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Ni siku nzuri, ni siku ya tarehe 5 mwezi wa 12. Ni mwezi wa mwisho, finali ni mwezi wa mwisho. Kama kuna mambo hukujayapata mpaka sasa, utarajie. Inawezekana usivunjike moyo. Kuna uwezekano kwamba ukayapata kwenye tarehe 20, tarehe 10, tarehe 10, tarehe 10 na ngapi, tarehe kadhaa na kuendelea, kwa sababu Mungu bado hajalala. Kwa hiyo Waswahili wao wanasema kwamba kuku inapofika saa 1 ndio huwa anaongeza kasi ya kula, kwa sababu anajua ni muda wa kwenda kupumzika. Kwa hiyo na wewe ni vizuri, na mimi ni vizuri nipambane, nijitahidi. Kuna mambo inawezekana sijayafikia, lakini nilikuwa na matarajio ya kuyapata ndani ya mwaka huu. Kwa hiyo ni vizuri niendelee kukazana. Bado kuna siku nyingi ambazo Mungu wetu anaweza akashuka, akajitukuza na akatenda mambo katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Basi ni vizuri mtu wa Mungu nikukumbushe kwamba hebu wakumbushe na wengine, mkumbushe na mtu mwingine kwamba ni muda sahihi sasa, ni muda wa neno la Mungu. Tunaendelea kukumbushana. Somo letu linasema mashetani ndani ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mashetani ndani ya watu. Jana nilikuwa nazungumzia kuhusu nafsi, namna Bwana alivyonifundisha kuhusu nafsi ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposoma somo letu linasimamia kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 4. Mungu wa dunia hii amewapofusha fikra, wasiamini ikawazukia nuru ya Injili. Nilizungumzia jana, nikagusia nuru ni nini, lakini nikaanza kushuhudia kuhusu nafsi. Leo nitaanzia hapa. Unajua, nafsi ni kiungo muhimu katika maisha ya mwanadamu, na ndio maana hata ukifuatilia watu wengi sana wanajaribu sasa hivi kuzungumzia kuhusu eneo la nafsi. Sio kwamba ni kitu kigeni. Kwenye Biblia imeandikwa mtu anapokuwa amekamata nafsi yako. Paulo anazungumza mtumishi wa Mungu Daudi anasema ya kwamba wameikamata nafsi yangu, wamekanyaga utukufu wangu katika mavumbi. Alikuwa anamaanisha nini? Aligundua hatima yake imekamatwa. Na mara nyingi sana huwa nazungumzia namna nafsi ambavyo inaweza ikakamatwa kwa wafuatiliaji wazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati nilizungumza kuhusu ule ushuhuda wa malango 7 ya kuzimu. Ule ushuhuda unahusu namna gani nafsi za watu wengi zinavyokamatwa na kuteswa. Na mara nyingi nilikuja nikaifafanua, nikajaribu kuelezea vyanzo vya kukamatwa nafsi. Lakini ndani ya nafsi, kwenye nafsi utakutana kuna ufahamu. Ninapozungumza ufahamu, sizungumzi huu ufahamu unaotokana na kuona, unaotokana na kusikia, unaotokana na kugusa au kunusa. Hautokani na huo. Nazungumzia ule ufahamu wa ndani. Yaani kuna ufahamu wa ndani ambao wataalamu wanaita ufahamu sio angavu. Yaani ufahamu sio onekana. Nikupe siri moja, mtu wa Mungu, kwamba katika mambo yote unaoyaona duniani yanatokea, au mtu
ukimuona anatenda mambo vizuri, ukimuona mtu anafanya mambo vibaya, ukikuta mtu ana tabia fulani, chunguza sana kwenye eneo lake la nafsi. Nafsi yake kuna uwezekano imekamatwa. Wakati nazungumzia kuhusu nafsi, nilisema kwamba kwenye nafsi ndio kwenye vyanzo. Ukitazama nafsi ilivyo, ni kama kwenye vyanzo vya chemichemi, kwenye chanzo cha chemichemi ya mambo mengi. Na ndio maana Suleiman anasema hivi, linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, kwa maana huko ndiko kutoka chemichemi ya uzima. Chemichemi ya uzima inatoka kwenye nafsi. Kwa lugha nyingine, nafsi ni moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafsi ya mtu ndo imebeba katika kila kitu. Siku moja nilipokuwa natazama, Mungu wakati alipomuumba mwanadamu, alitengeneza kitu fulani kinachoitwa nafsi. Na hiyo nafsi inasimama ni kama ni uwezo wa kutafsiri mambo ya rohoni yakaonekana, yakajulikana katika akili ya kawaida ya kibinadamu, au ufahamu wa kibinadamu kaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Ni nafsi. Nafsi kwa lugha nyingine naweza nikasema ni kama daraja au ni chemichemi ya mambo mengi. Sasa kwenye nafsi nilizungumza jana, nikasema kwamba siku moja Mungu alipokuwa akinifundisha kwa habari ya nafsi, ndani ya nafsi siku ile niliweza niliichora kwa namna nilivyokuwa ninaiona. Bwana Yesu asifiwe. Ipo siku nitakuja kukuelezea hiki kitu. Wakati Bwana ananionyesha, nilianza kuchora, niliichora kwa namna picha nilivyoletewa mimi. Na nikawa naonyeshwa kwamba hapa ndipo inapokaa dhamiri, hapa ndipo inapokaa ufahamu, hapa ukitoka kwenye ufahamu huu, hapa ndipo kuna akili. Hii akili inaenda kwenye mwili. Nikaanza kuona kuna utashi, kuna hiari, kuna maamuzi na vitu vingi. Kuna vitu vingi sana mimi nilivichora na nikaviandika. Bwana Yesu asifiwe. Nilivichora kwa namna nilivyokuwa naona katika roho siku ile nilivichora. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wiki hili tunazungumzia mashetani ndani ya watu. Nataka nikufunulie siri moja. Mashetani huwa yanakaa wapi na roho wa Mungu huwa anakaa wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tufungue katika kitabu chetu Timotheo. Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 5. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 5, Biblia inasema, Bwana Yesu asifiwe. Ni Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 19. Nimekosea. Inasema, uwe mwenye imani na dhamiri njema, ambayo wengine wameisukumia mbali, wakaangamia kwa habari ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaangamia kwa habari ya imani. Mstari wa 20. Katika hao wamo Himenayo na Iskanda, ambao nimempa shetani watu hao ili awafundishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu Daniel na mtumishi wa Mungu Paulo anazungumza kwa habari ya dhamiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Anazungumza kwa habari ya dhamiri ya mtu. Nakumbuka hiyo siku nilizungumza, wakati nazungumza kuhusu nafsi, niliona hivi kwenye nafsi, kwenye ile branch ya dhamiri. Dhamiri ndio kiungo pekee au ndio mlango pekee wenye
kwenye kumpeleka mtu awe na maamuzi gani, au kutoka kwenye dhamiri ndipo kwenye utu. Mungu alisema hivi, na tufanye mtu kwa mfano wetu, akafanye hivi na hivi, akatawale, akafanye hivi na hivi. Bwana Yesu asifiwe. Jana niligusia nikasema kwamba mwanadamu anapokuwa amepewa moyo wa mnyama, maana yake ni nini? Maana yake inapoingia ule moyo wa mnyama, unapoingia kwenye nafsi ya mtu, maana yake inakwenda moja kwa moja, ile roho chafu inakaa kwenye dhamiri. Ikikaa kwenye dhamiri, utu unaondoka. Nakumbuka jana niligusia vitu vingi sana kuhusu mtu kama dhamiri yake imekandamizwa au dhamiri yake imekamatwa na shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo anazungumza ya kwamba kwa habari ya imani, kuna watu wengi wamekwisha kuangamia kwa habari ya imani. Na ndio maana eneo la kumwabudu Mungu ni eneo la dhamiri. Na ndio maana Paulo anasema mumwabudu Mungu katika dhamiri njema. Kwa hiyo kuna uwezekano kwamba eneo hili la dhamiri, mtu wa Mungu akishatekwa, anaweza asimwabudu Mungu kwa dhamiri njema, akamwabudu Mungu kwa namna anavyofikiri yeye. Na hapa ndipo penye chanzo cha uharibifu wa kila namna. Nisikilize, nitajaribu kutaja dalili za namna mtu ambaye dhamiri yake haijakamatwa. Jambo la kwanza, nisikilize vizuri, mtu ambaye dhamiri yake bado haijakamatwa na shetani hajapata nafasi. Sikiliza nikwambie, ni mlango pekee ambao shetani anautumia mtu kumgeuza au kumpa mwelekeo mwingine akaufuata, na wakati mwingine unaweza usijue kama wewe tayari ulikwisha kukamatwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza usijue. Tusome katika Timotheo wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 2. Biblia inasema, kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninapozungumzia dhamiri, hata ukikutana na habari ya Yesu Kristo, wakati wale Wayahudi wamemfuata na wakamleta mwanamke wakimshtaki, wanasema huyu mwanamke Yesu Kristo, huyu ni mwanamke ambaye tumemkuta anazini. Lakini Musa aliamuru mtu yoyote ukimkuta anazini na mwanaume anatakiwa apigwe kwa mawe mpaka afe. Yesu akainama. Biblia inasema Yesu akainama akawa anachora chini. Lakini walipomtazama Yesu anachora chini, kila mmoja dhamiri zao zilichomwa, na zilipochomwa wakatambua. Kwa lugha nyingine, dhamiri ndiyo ambayo huwa inasema ndani yako. Nisikilize sasa vizuri hapa. Unajua dhamiri huwa inakufa. Dhamiri huwa inatiwa ganzi. Dhamiri inaweza ikatiwa giza. Dhamiri inaweza ikaharibiwa kabisa na isiweze kutambua. Kwenye dhamiri ndipo kwenye utambuzi wa mema na mabaya. Mnyama hana dhamiri, lakini wewe mwanadamu na dhamiri. Bwana Yesu asifiwe. Dhamiri pekee ndiyo inayomfanya mtu atambue hili ninalofanya baya na hili ninalofanya ni zuri. Bwana Yesu asifiwe. Na huu ni ukweli. Sikiliza, kuna huyu kiumbe ambaye huwezi kumficha kwa lolote. Hata hapa ninapozungumza, kuna watu wewe mwenyewe unasikia ndani yako kabisa, unasikia kweli kabisa, mimi nina dhambi hii fulani. Na ndio maana mpaka leo watu makanisani, kiukweli ni kwamba wanajua ukweli kwamba mimi ni mtu wa jehanamu. Hakuna siri, kwa sababu dhamiri pekee ndio inayomfanya mtu atambue ukweli wa maisha yake, atambue matendo yake. Na dhamiri pekee ndiyo mlinzi anayeweza kumgeuza mtu na kumsemesha. Na huyu dhamiri anaweza pia kutumia uwezo wa kumshawishi Mungu na Mungu akasikia. Nisikilize vizuri, Mungu anasikia dhamiri kuliko kitu chochote. Ukisikia umeanza kuwaza, kwa mfano umeanza kuwaza hivi, huyu mtu ni mjinga sana, alinifanyia hivi na hivi, maana yake ni ile dhamiri yako inazungumza ndani, kwa sababu inajua
katika kila jambo ulilolitenda na utakalolitenda na yale uliyotendewa. Ni dhamiri pekee ndio inayojua. Na ndio maana Paulo anasema ya kwamba wapo watu wanaojifanya kwamba ni wanafiki, wanaamini kwamba ni wenye haki, lakini mioyo yao inawashtaki na kuambia ukweli, wewe ni muongo tu kama waongo wengine. Sikiliza, kama ni tapeli, hakuna mtu mwenye ziki duniani ambaye anasimama hapa anaanza kuwadanganya watu kwamba mimi nimeokoka, anawaelekeza watu kwa habari ya kwenda mbinguni, halafu yeye dhamiri yake inajua ukweli kwamba yeye haendi mbinguni. Huyo mtu ana mateso kuliko unavyofikiri. Na ndio maana kuna watu wengine na wawezi ukawaona tu wanamiliki mavitu, wanamiliki watu, wanamiliki hivi, lakini ukimtazama ni mtu mwenye mateso, mtu mwenye simanzi. Dhamiri yake inamshtaki wakati wa mchana, wakati wa usiku inamshtaki, na huwezi kuidanganya hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa shetani anachokifanya mara nyingi sana kwa mtu wa Mungu anafanya hivi. Naomba nizungumze na watu ambao waliokoka. Wakati wanaokoka, unajua kuna ule wokovu wa mkumbo. Unajua kuna ule wokovu wa mkumbo. Watu wengi sana wana wokovu wa mkumbo. Lakini kuna yule mtu ambaye aliokoka kwa dhamiri safi, alimsikia Mungu. Na ndio maana Paulo na Petro anazungumza ya kwamba mtu akiyaonja matukufu ya Mungu na kisha akaanguka, anafananishwa na mbwa anayelamba matapishi yake. Kwa nini? Dhamiri ya mtu, watu mara nyingi, sikiliza, mtu mpagani dhamiri yake haijafa. Mtu mpagani dhamiri yake haijafa. Na ndio maana usimcheke kahaba, usimcheke jambazi ambaye hajawahi kabisa kuokoka, usimcheke mtu kama yule ana mateso. Na ndio maana Biblia inasema tuwahubiri na tuwarejeshe kwa upole watu kama wale. Mimi niliwahi kukutana na mtu mmoja akawa ananiambia, mimi Esther, nampenda Mungu, nataka kuokoka lakini siwezi. Nikaanza kumuuliza, analia kabisa, anasema mimi ni kahaba, nafanya sio kwamba napenda, lakini mimi huwa nikitoka kule nikifika nyumbani nalia vibaya mno. Analia, anaomba Mungu, anamwambia Mungu nisaidie basi nitoke, ila hapati ule upenyo wa kugeuka, wa kumgeukia Mungu, hapati hiyo neema. Lakini anataka, lakini hawezi, hakuna upenyo wa kugeuka. Huyo dhamiri yake bado inaishi. Sasa hapa nazungumzia na mashetani ndani ya watu, kwa watu ambao wanaamini kwamba ni Wakristo, wanaamini kwamba ni watu wa Mungu, wanaamini hivyo, lakini bado ukifuatilia mienendo yao ni sawa na sawa na jambazi, ni sawa na mwizi sugu, ni sawa na mtu mwingine yoyote. Ndio hao ninazungumzia, hao ndio ninaozungumzia, mashetani ndani ya watu. Nisikilize, dalili ya kwanza ya kutambua wewe bado dhamiri yako inaishi, dhamiri yako bado ina uwezo wa kushindana na shetani, kwa sababu nimezungumza ni mlango pekee ambao shetani anautumia na anausaka wakati wa mchana na wakati wa usiku kuhakikisha anaunyamaza na anaunyamazisha kimya. Akishaondoa ile sifa ya kuwa hai, anakaa yeye na anaishi yeye na anatenda kazi kwenye hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza, mtu ambaye nani yake haijafa ni mtu mwenye toba ya kujuta. Ninaposema toba ya kujuta, nafikiri naeleweka. Toba ya kujuta ni mtu mwenye hofu na Mungu. Najua Biblia inasema ya kwamba nyinyi mnasema mnamjua Mungu, mnamheshimu Mungu, mnamtii Mungu, lakini mashetani yakisikia jina la Mungu yanatetemeka. Je, wewe unatetemeka? Bwana Yesu asifiwe. Nataja hizo kwa ufupi sana, lakini nataka nieleze dalili ya kujua kwamba shetani ameshachukua nafasi kwenye maisha yako, na hasa kwa wale watu wa Mungu ambao leo umeokoka ukaingia katika uokovu. Kulikuwa na tabia gani ambazo zilipandwa ndani yako? Kwa mfano, kuna mtu mwingine unapokuwa umeokoka, umeingia katika ufalme wa Mungu, jambo la kwanza huwa inaumbika hofu ya kuogopa dhambi, yani hofu ya kutenda dhambi. Hiyo ndio huwa ya kwanza kabisa kwa mtu aliyeokoka, inaumbika hofu ya kutenda dhambi. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, unakuwa na kiu kubwa. Unataka, kama utasikia kanisani kuna maombi, utakuwa wa kwanza. Kama utasikia kanisani kuna mafundisho neno la Mungu, utakuwa wa kwanza. Yani wewe utakuwa kila kitu ni kipaumbele, kwa sababu kwa ule muda Mungu ndio kipaumbele, kwa sababu tayari umempata yeye, yani unaongozwa na Mungu kwa wakati ule. Sasa shetani anachokifanya, kuna watu wengine, niliwahi kukutana na mtu mmoja akaniambia, analia, anasema mimi mwenzako
Sasa hivi hata kuomba siwezi, kusoma neno siwezi. Kwa nini huwezi kusoma neno? Anasema sijui. Yani sipati ile kiu ya kusoma neno, sipati ile kiu ya kuomba, sipati ile kiu ya kwenda kanisani. Yani yupo tu. Mtu wa namna hiyo, maana yake tayari mashetani ndani yake yameshaketi, yanatenda kazi kwa kiwango cha juu. Shetani akimuona mtu ambaye tayari dhamiri yake iko safi, shetani huwa anahangaikia kuikamata hii dhamiri. Na watu wengi sana wamekamatwa. Sikiliza, kiburi kinaanzia kwenye dhamiri. Mazoea yanaanzia kwenye dhamiri. Uvivu unaanzia kwenye dhamiri. Kila kitu kinaanzia kwenye dhamiri. Tabia mbaya zinaanzia kwenye dhamiri. Utukanaji na usengenyaji na uongo, uzinzi, uasherati unaanzia kwenye dhamiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa shetani anachokifanya, sikiliza, shetani anamwogopa mtu ambaye ameokoka. Na ndio maana kuibie siri, ni vigumu mtu ameokoka mwezi huu na akaanguka dhambini ndani ya huo mwezi. Hapana, shetani hana nafasi, hapati nafasi. Sikiliza, mwanadamu, jambo lolote unalolitenda chini ya jua unaongozwa na roho mbili tu. Usimdanganye mtu. Roho mwema na roho mchafu. Mwanadamu huyo anaongozwa na hizi roho. Sasa hizi roho zote, na ndio maana utanielewa huko mbele, Paulo anazungumza ya kwamba dhamiri zenu zisipowashtaki mtakuwa hamjahukumiwa, lakini dhamiri zenu zikiwashtaki nyinyi mlikwisha kuhukumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Paulo anazungumza kwa habari ya dhamiri. Anasema hivi, dhamiri zetu zina ushuhuda katika Roho Mtakatifu zikikiri ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Ni dhamiri inayoweza kukuaminisha ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu au wewe sio mtoto wa Mungu. Ukiona ndani yako una mashaka, lazima ujiulize. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anachokifanya, anaanza kutafuta kukupunguzia zile tabia zilizokuwa zinakufanya ukae karibu na Mungu. Unajua shetani alichokifanya kwa Adamu na Hawa, kwa sababu mwanadamu ni lazima uwe na uhusiano naye anayekuongoza, si ndio? Yule kiongozi wako anayekuongoza wa karibu na kukupa sheria, utatembea naye endapo umeshika sheria zake. Kwa hiyo shetani anachokifanya, kwa sababu anajua huyu mtu akisoma neno atalielewa neno vizuri, ataendelea kuwa na hofu ya Mungu, ataendelea kumwogopa Mungu. Anakuja ananyakua kila siku, anaondoa kitu kimoja kimoja, anakuja anatoa tabia ya kusoma neno, anaiondoa. Alafu wewe umetulia tu, unashangaa tena huwezi kusoma neno la Mungu. Kesho anarudi, anakuja anaondoa kiu ya maombi, anachukua. Wewe upo tu, unaanza kushangaa unapoa. Yani unavyopoa ndivyo. Sikiliza, wanadamu unafananishwa na chupa ndani. Nitolee mfano huu. Ulishawahi kufanya uchunguzi? Chupa isiyokuwa na kitu, halafu ukachukua maji ukaanza kumimina. Kwa nini mara sana huwa unaona maji yanaweza yakafanya? Kwa nini yanafanya hivyo? Kwa sababu hakuna chupa isiyo na kitu isipokuwa ina upepo ndani yake. Kwa hiyo ili kichukue nafasi kingine, lazima kingine kitoke. Haviwezi kukaa vitu viwili ndani ya mtu. Haviwezi kukaa vitu viwili ndani ya chupa, upepo na hewa. Haiwezekani. Maana yake ni kimoja kitoke na kimoja kichukue nafasi. Kwa hiyo shetani anachokifanya, anaanza kutoa. Sikiliza, anapoondoa tabia ya kusoma neno, anaingiza uvivu wa kusoma neno. Alafu anaingiza roho ya mazoea. Anakuja anakuacha hapo, unajiamini, unakuwa unatembea na mistari kadhaa tu, lakini kumbe ulitakiwa ujifundishe kila siku katika maisha yako. Kuna mambo mapya ambayo unatakiwa uyaelewe kupitia neno la Mungu ya kesho, sio ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu kingine kinachofuata, anakuja anaondoa kiu ya maombi. Na ndio maana nikupe siri moja, watu wengi hawana uwezo wa kuomba. Huo ni ukweli. Ukimkuta mtu mwenye uwezo wa kuomba, utatambua matunda yake. Mtu anayedumu kuomba muda wote, anamuomba Mungu muda wote, ananena kwa lugha muda wote, anawasiliana na Mungu, maana yake ule ujazo wa Roho Mtakatifu
ndani yake. Sikiliza, ujazo wa Roho Mtakatifu ni kila siku unatakiwa ujijaze. Mimi huwa ninasema hivi, kila siku unatakiwa kuokoka kila siku. Namaanisha nini? Kila kunapokucha unatakiwa uombe toba na rehema. Inapofika jioni jipambanue, umeshinda vipi? Umenena yapi? Umekosea wapi? Kwa sababu kupitia kukosea sheria za Mungu ndivyo unavyomfukuza Roho Mtakatifu, ndivyo anavyochukua nafasi Roho mchafu kuingia ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye hana uwezo wa kuomba, hana uwezo wa kusoma neno la Mungu. Ndio maana, sikiliza, ili kujua una mashetani ndani yako, nisikilize vizuri. Kwanza utakosa tabia za Kristo. Tabia za Kristo. Kristo ni mtu mwenye huruma. Kristo ni mpole. Kristo ana kiasi katika kila jambo. Kristo ni mwenye upendo. Hata kama angepigwa asingerudisha ngumi. Yesu Kristo hata kama angetukanwa asingerudisha matusi. Na hii mtu wa Mungu ikupe kujipambanua. Tabia za mashetani zinaanza kuishi ndani yako na tabia za Kristo zinaanza kutoweka ndani yako. Endapo kwa mtumishi wa Mungu ambaye alishawahi kuyaonja matukufu ya Mungu. Nisikilize vizuri. Endapo kwa mtumishi wa Mungu aliyewahi kuyaonja matukufu ya Mungu na shetani akapata nafasi ya kuondoa kile cha Mungu, akaanza kuingia yeye taratibu. Sikiliza. Utamkuta moja, watu wengi wanaonekana wana kiburi kuliko unavyofikiri wewe. Mtu anajiamini, mtu yuko lazi hata ajitangaze ya kwamba yeye ni Mungu. Yuko lazi aseme yeye ana uwezo kuliko Mungu. Yuko lazi apokee sifa. Kuna tabia hizi zifuatazo. Kujua kwamba ndani ya mtu kuna shetani. Ninapozungumza mashetani ndani ya mtu, maana yake tabia za shetani au utendaji wa shetani ndani ya maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Akishaondolewa hivi vitu viwili, ametolewa kwenye kusoma neno, ametolewa kwenye maombi. Kinachofuata ni roho ya mazoea, kinachofuata ni roho ya kiburi, kinachofuata ni roho ya kujiamini kuliko kawaida, kinachofuata ndipo mtawatambua kwa matunda yao. Anza kufuata, utagundua. Halafu anza kukumbuka nyuma wakati anaanza kutumika. Alikuwa na sifa gani? Alikuwa ananena vipi? Alikuwa na uwezo wa kutamka mambo gani na ya haki na yakatokea? Na sasa hivi fuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Zinafuatana zile tabia za shetani. Shetani anaitwa baba wa uongo na watu wengi wanageuka na kuwa waongo. Tabia chafu zote zinafuatana naye. Tabia za utukanaji zinafuatana naye. Tabia za kiburi zinafuatana naye. Tabia za kujiamini kuliko kawaida zinafuatana naye. Hapa ninazungumzia mtawatambua kwa matunda yao. Unajua dunia ya sasa hivi imechafuka kuliko unavyofikiri. Nikwambie tu mtu wa Mungu, nisikilize vizuri. Dunia ya sasa hivi imechafuka. Biblia inasema yamkini na hata wateule. Nilimuona mtu mmoja amesema ya kwamba hawa manabii wamekuja kutimiza maandiko. Sijui unanielewa? Alikuwa ameandika hivyo kwamba hawa manabii wamekuja kutimiza maandiko. Halafu nilivyojaribu kusikiliza anazungumzia nilishangaa sana kiukweli. Hebu nisikilize vizuri. Ni matendo pekee yanayomtambulisha mtu huyu ni wa shetani. Na maanisha nini? Hivi unaposimama kumshutumu mtu kwamba huyu ni nabii wa uongo, alitabiri lipi la uongo? Hilo ni jambo la kwanza. Biblia inasema manabii wa uongo, ukisoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu anasema hivi, Mungu anawaambia hivi, endapo kwenu atakuwepo nabii na akasema neno lolote kwa jina langu lisipotukia, huyo alisema kwa kujikinai, tena anatakiwa apigwe mawe mpaka afe. Biblia iliagiza hivyo. Siku moja nilizungumza hivi, kuna watu wengi wamepigwa kwa mawe katika ulimwengu wa roho. Sikiliza, shetani anajua neno la Mungu kuliko wewe unavyofikiri. Ukikutana na Yesu ukamuulize mbinguni kwamba Bwana Yesu hata kama atakupa neema akashuka mbele yako akaanza kukufundisha, uje umuulize
ya kwamba shetani anajua namna gani andiko, atakueleza namna yeye alivyokutana na shetani, namna alivyokuwa akimjaribu kupitia maandiko. Anamwambia kama wewe ni mtoto wa Mungu, imeandikwa. Atakuagizia malaika zake, watakupokea mikononi mwake na kukuhudumia. Shetani alichokosea ni kimoja tu, aliondoa tu kile kwamba watakuhudumia siku zote. Hicho tu ndo alikiondoa, kwa sababu katika kila neno kuna ulinzi, katika kila neno kuna nguvu yake. Kwa hiyo shetani anajua namna gani neno aweze kulipindisha. Anaweza akalipindisha kidogo na akakukamata. Na ndio maana nikwambie ukweli, sikiliza mtu wa Mungu, manabii wote ambao wametabiri kwa kujikinai, shetani anajua. Kuna watu wengine wanatabiri kwa sababu ya kupata pesa, wanatabiri. Jana nilisema kwamba nabii, sikiliza neno la Mungu. Wewe nabii, sikia neno la Mungu. Wewe mwenye kipawa cha neno la Mungu, unapopewa kwa ajili ya kuwaonya watu, usiwaonye kwa kujigamba ukizani wewe uko salama. Hauko salama. Wewe ni mwanadamu mwenye kufa. Wewe hauko salama. Yeremia alitabiri, lakini moto aliupata hata yeye. Ezekieli alikuwa akitabiri, lakini moto alikuwa anakutana nao. Mara nyingi sana Mungu manabii huwa anawafanya kama ishara. Hivi kwa mfano, mimi ni Mungu amenipa ujumbe wa Dodoma. Amenipa ujumbe wa Dodoma. Ananiambia kwamba Esther, Dodoma nakuja kuiangamiza. Lazima kwanza nitulie nimuulize Mungu, nakuja kuiangamiza Dodoma, na mimi niko Dodoma, utaniweka wapi? Ni lazima nimuulize. Mungu ananiambia nakuja kuiangamiza huu mtaa wako Lerwe, nakuja kuangamiza. Lazima Mungu nimuulize, Mungu unapokuja kuiangamiza hii Lerwe, mimi ninakuwa wapi? Ni kweli kabisa wapo watu wabaya, ni kweli kabisa wako waharibifu. Sikiliza, mtu mwenye ufahamu anapoleta ujumbe kwa watu, lazima atakuwa na majibu. Siku moja kuna kijana mmoja nampenda sana, mtumishi wa Mungu. Ndio maana nasema hivi, Tanzania mkisema hatuna manabii, tunao na tena wa ukweli. Nyinyi manabii wa uongo, manabii uchwara, mnao kazi yenu ni kuwaweka watu kwenye mabango na sura zao ili mpate viewers. Muache. Nyinyi siku moja mtaaibika. Mimi siku moja Mungu aliniambia, nilipokuwa namuuliza kwa habari ya manabii hawa, mbona wanasumbua manabii wa kwenye mitandao, wasio na makanisa, hawana mahali pa kuwapeleka watu, hawana kondoo wanaongoza, hawajui uchungu wa kondoo kuzikusanya, hawajui. Nilimuuliza sana Mungu akaniambia kuna wakati unakuja, utawaona Tanzania wataanguka mmoja mmoja, na aibu itafuatana nao, kwa sababu hawanitumikii mimi, wanatumikia matumbo yao, wanatumikia kutafuta sifa, wanatumikia ili wajulikane na watu. Na akaniambia ya amewavuta wengi wasio na ufahamu. Watu wenye ufahamu wanaelewa. Na mimi ndipo pale nilipoanza kumwamini Mungu. Kwenye hilo eneo nilijikuta naanza kusononeka. Mbona napigwa mawe? Mungu aliniambia nyamaza kimya Esther, usijibu chochote, kwa sababu kila jambo na wakati wake. Wala usihangaike, kwa sababu hawa wana wakati wao, kwa sababu hawa wanatenda kibinadamu, hawatendi kwa namna ya kiroho. Na kisha nakumbuka siku moja aliniletea nabii mmoja, nikamtazama. Yupo nabii mmoja anasumbua sana kwenye mitandao, kazi yake kutafuta mara waandike wa Kenya, mara waandike wa Tanzania, na wakati yeye yuko Marekani ameshindwa kuigeuza Marekani. Wanaendeleza ushoga, wanabakana hadharani, wanafanya hivi, ameshindwa kuzungumzia kule, anakuja kuzungumzia Tanzania, anakuja kuzungumzia Kenya, anazungumzia Afrika. Huwa ninamshangaa sana. Siku moja nilimpima katika roho, nikamuona wa kawaida sana. Uzito wa mtu uko katika roho, hauko katika kawaida. Wajanja wanasoma uzito wa ndani, hawasomi muonekano wa nje. Kama muonekano wa nje hata mashetani wanayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Alinifundisha kwa upana, na ndipo akaanza kuniambia tazama tabia zao. Ni wauaji kama baba yao Ibrahimu, ni watukanaji kama baba yao Shetani, ni watukanaji kama baba yao Shetani, walopokaji kama baba yao Shetani. Aliniambia nijifundishe kwake. Yesu Kristo aliniambia utawatambuaje watumishi wa kweli? Aliniambia hivi, sifa ya kwanza mtumishi wa kweli, yeye ni kazi yake ni kama kondoo. Ananyamaza, hasemi kwa sababu anasema kwa sababu kaagizwa na Baba. Hapa ninazungumza mashetani ndani ya watu. Na ndipo alipoanza kunipa mfano kati ya watu hawa wawili, mtumishi wa Mungu Daudi na mtumishi wake Sauli. Na ndio maana mimi sitakagi kuwaita mashetani. Siwezi kuwaita mashetani, kwa sababu na wenyewe ni watu,
na bado wana mlango wa rehema upo. Siwezi kumuita mtu mashetani, na hata kama atakuwa ni shetani anatumiwa na shetani, na ndio maana natumia neno linalosema mashetani ndani ya watu. Maana yake nini? Hayo mashetani yanaweza yakatoka ndani ya watu na Mungu akachukua nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akaanza kunifundisha, akanifundisha kwa habari ya watu wa Mungu wa kweli na wasio wa kweli. Na ndipo nilipogundua kwamba dunia sasa hivi imechafuka kuliko unavyofikiri. Na ndio maana mtu wa Mungu, nimekutana na watu wengi wanaosema hawana makanisa, walishahama kwa wachungaji wao. Eti kwa sababu wachungaji wao ni wachawi, kwa sababu wachungaji wao ni wako hivi. Wamesikiliza nabii amezungumza, amemsema mtu fulani, wakahama kwenye makanisa, wamekuja wanatangatanga. Na watu wa namna hiyo wengi watabaki hawana neno la kweli, wataishia kuhangaika na hawana amani. Huwezi kuwa na amani kama huna baba wa kiroho. Huwezi kuwa na amani kama huna sehemu ya kuabudu. Huwezi kuwa na amani. Ninaposema hivi, mnanielewa ambao kweli mnapita kwenye huo wakati, mnanielewa ninachomaanisha. Na dhamiri zenu zinazungumza ndani yenu kwamba ni kweli. Huwezi kuwa na amani kwa sababu utaishi kwa kuhangaika hivi. Huna utulivu. Ni miongoni mwa wale niliowaona kondoo waliotawanyika. Yesu anataka warejee. Yesu anataka wageuke, kwa sababu Mungu ana watu wengi amewaita kwa nafasi zao. Maana yake nini? Wakati ulipookoka, yupo mtu aliyeandaliwa kwa ajili ya kukutunza. Yupo. Huwezi ukasema dunia nzima watu wameharibika. Utakuwa unakosea. Haiwezekani watu wote waharibike. Kama wapo wa shetani na wa Mungu wapo. Kama wapo wa Mungu na wa shetani wapo. Kwa hiyo haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana siku moja Bwana akaanza kunifundisha, kuniambia utawatambuaje Esther? Utawatambua kwa matendo yao, kwamba huyu mtu sasa hivi tayari shetani anatenda kazi ndani yake. Kuna mambo haya. Nimezungumza kiburi, roho ya mazoea, roho ya kiburi, roho ya kupenda sifa, roho ya tamaa. Watu wengi, watumishi wengi sasa hivi wanatumikia kwa tamaa tu. Na ndio maana sio wote walioitwa. Wengi tumeitwa lakini wateule ni wachache. Maana yake nini? Mpaka ukafikia kwenye hatua ya kuwa mteule, maana yake umetoka kwenye kundi la watu wengi ukawa special. Ukawekewa, yani ukawa na kwamba mimi ni special. Sikiliza, mteule ni mtu aliyetengwa maalum na kuwekwa wakfu. Ipo mipaka inayomfanya asitoke. Zipo sheria ambazo zinamzunguka kila wakati, ya kwamba hutakiwi kutoka hapa, uko hapa, hutakiwi kufanana na hivi, unatakiwa kuwa hivi. Hao ndio wateule. Na ndio maana kanisa leo Mungu anatazama wateule, hatazami aliowaita. Tangazo la kuokoka ni watu wengi sana tumetangaziwa. Tangazo la kuwa watumishi ni watu wengi sana. Mimi unajua huwa ninashangaa sana. Ukisikiliza katika ulimwengu wa roho, Mungu anatamani hata kila mmoja angegeuka amtumikie yeye. Lakini ni wangapi wanaofaulu mpaka kuwa watumishi? Ni wangapi wanaoweza kukaa kwenye utumishi, wakakaa kwenye mipaka? Sikiliza, kama umeitwa kuwa mtumishi, kuna mipaka yako, kuna namna ya kutenda. Hakuna aliyeitwa kwenye utumishi wake asipewe sheria. Hakuna. Kila mtu ana sheria zake, kila mtu ana mipaka yake. Lakini yote hiyo tutafanana kwenye tabia za utumishi tu. Tutafanana kwenye tabia za utakatifu peke yake. Na hiyo ndo mipaka pekee inayotufanya sisi tuwe tofauti na wengine. Hiyo ndo mipaka pekee inayotufanya tukae kwa namna kama tumebanwa. Sikiliza mtu wa Mungu, kiukweli nikwambie tu ukweli. Unajua siku moja nilizungumza nikasema kwamba Ukristo ni tabia. Ukristo una mipaka yake. Ukristo una sheria zake. Na ndio maana siku moja mimi nilisema, unapotazama katika ulimwengu wa roho unaweza usione Mkristo ukaona Wakristo. Wakristo sijui nimaanishe nini. Sijajua. Wakristo sijajua nimaanishe nini. Yaani ukawaona mfano wa Wakristo. Kwa mfano, unajua shetani ana njia hizi. Sikiliza. Wataalamu walipoona kuna maua ambayo
huota kutoka chini, yamepandwa kutokana na mbegu, yakaota. Yalipoota mtu akayahangaikia, akawekea mbolea, yakakuwa kwa wakati wake, yakachanua kwa wakati wake. Sikiliza, mwenye akili akasema hicho tu hakuna. Akatazama akasema, mbona huu mti unapendeza, unachanua. Akatengeneza huu ambalo liko tayari lilishachanuliwa. Iko hivyo. Ndiyo maana tuna kanisa ambalo ndani yake kuna mashetani yanaishi kuliko kawaida. Ukiyakuta maua yote yamewekwa, halafu bahati nzuri haya maua ya kuna nini, yanasafishwa, yanapakwa na mafuta. Sijui unanielewa? Halafu ukute na ua la kawaida mtu umeota ukafanya hivi, unaweza ukachagua ua ambalo ni feki. Na ndio iko hivyo, kuna Ukristo feki sasa hivi kuliko kawaida. Na watu wengi ndiko wanakokimbilia kwenye Ukristo feki. Hawataki kujisumbua kwa sababu tayari mioyo yao imepigwa ganzi. Unamkuta Mkristo hana hata muda wa kusoma neno, hana hata muda wa kujifundisha neno. Unamkuta Mkristo hana hata muda wa kuomba. Akiamka asubuhi anasema, Baba ninakushukuru kwa jina la Yesu, kazini. Akirudi nyumbani amechoka. Akifika kitandani anasema, Baba ninakushukuru kwa sababu umenitunza, huyo kalala. Hivi wewe kweli moyo wako ni nani anayeumiliki? Na watu wa namna hiyo, uovu wa kila namna unaishi ndani yao, na matatizo huwa yanafuatana na watu wa namna hiyo. Na ndio watu ambao, unajua, mimi ningefurahi sana kama kanisani watu wasingekuwa wanaanguka na mapepo. Ningefurahi sana. Wangejazwa na Roho Mtakatifu. Biblia inasema msilewe kwa mvinyo, bali mjazwe na nguvu ya Roho Mtakatifu. Yaani tulewe na nguvu ya Roho Mtakatifu. Ningefurahi sana kanisa zima, viti vyote. Mtumishi wa Mungu anaposema Roho Mtakatifu ninakukaribisha, watu wote walewe na nguvu ya Roho Mtakatifu. Watu wote wapate mafunuo. Baada ya muda mfupi, kila mtu, mtumishi akisimama akasema, haya wenye ushuhuda, kila mtu anakimbia anasema, nimemuona Yesu amenionyesha njia yangu. Mwingine anasema, nimemuona Yesu amenifungua. Mwingine atasema, nimesikia uwepo wa Bwana, nimesikia sauti ya Mungu ikisema hivi. Lakini sasa hivi kanisani ndiko mapepo yanakokaa. Na unaweza ukashangaa mtu aliyeokoka kwa muda mrefu alikwisha kupoa, na nafasi mapepo yamekamata nafasi, mapepo yanatenda kazi ndani yake. Na ndio maana kuna uharibifu wa kila namna ndani ya kanisa. Hasa unashangaa, hivi mtu wa Mungu inawezekanaje kutamani mwanamke ndani ya kanisa? Unajiuliza maswali. Na ndio maana kanisani leo watu wakitoka, yamkini mpaka waimbaji. Yaani hata kama mimi kuna siku moja nilimuomba Mungu, nikamwambia Mungu, naomba leo unifunulie. Nataka kujua. Umesema katika neno lako, waniabuduo halisi wataniabudu katika roho na kweli. Leo nataka kukuona. Nataka kujua kweli kabisa huwa tunakuabudu katika. Siku ile niliona mioyo ya watu ilivyo na ukoko, mioyo ya watu ilivyo michafu. Nililia, niligalagala kuomba toba kwa ajili ya kanisa. Nilishangaa. Mara nyingi sana Mungu huwa anapenda kunifunulia, na mara nyingi anaponifunulia hivyo ananitengeneza mimi. Sikiliza, siwezi nikaanza kuwahubiria watu wengine kwenda mbinguni wakati mimi inawezekana nina ukoko. Anaponionyesha hivyo, anionyeshi ili nimhukumu mtu fulani hajaokoka. Ananionyesha ili mimi nibadilishe mtazamo, nijue niko chini ya dunia, nijue niko chini ya mbingu, bado ninaweza nikanaswa. Na mara nyingi sana nikiona mtu na kama nilikuwa namjua alikuwa anaendelea vizuri, na mara tu ameanza vibaya, amekaa vibaya, amefanya hivi, mara nyingi sana Mungu ninamuuliza ni kwa nini amefikia hapa, na ndipo Mungu hunifunulia siri. Alikuwa hivi, aliacha njia hapa na hapa. Nikipata neema huwa ninawafuata. Sikiliza nikwambie, na hii ni dhambi kubwa. Ni washauri vijana, ukitaka kushinda dhambi ya uzinzi, ukitaka kuushinda mwili wako, usijidanganye wala usijisumbue. Tulia na Mungu, omba kila wakati, kaa na Mungu kila wakati, tafakari Mungu. Huo mwili wako utakufa katika habari ya dhambi, na utafufuka katika hali ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Utafufuka katika hali ya utakatifu. Lakini kwa sababu tumeruhusu dhamiri zetu, ambaye ndio aliwekwa kuwa mlinzi kwenye maisha yetu, kutusaidia kuturudisha kwenye ukweli, tumeacha. Shetani amepata nafasi, amekuja akakaa pale. Kwa hiyo anayetenda kazi kwenye dhamiri zetu ni shetani. Na anapotenda kazi sasa, watu wanaanza kuyaona matendo hadharani.
wanaanza kuyaona matendo hadharani. Mimi nilishangaa sana. Kuna wakati fulani mtu mmoja ambaye mimi nilikuwa namwamini miaka mingi, mtumishi wa Mungu kabisa, alafu nikashangaa anamfuata mwanamke, anaanza kumtongoza. Ni mume wa mtu, na anayemfuata anamwambia wewe si huna mume, sasa nani anakusaidia mambo ya mwili? Mimi nataka nikusaidie. Akamuuliza, wewe si kuna mtumishi anafundisha dhambi? Akasema dhambi iliwekwa ili tutubu. Hey! Na ndio vijana wengi wanadanganyana hivyo. Na ninakuonya wewe kijana unayewadanganya wasichana, peleka tamaa zako, tumwambie tu kwamba mimi tamaa zangu zinanisumbua. Alafu na yeye akubaliane na tamaa zake na yeye zinamsumbua, mtende dhambi. Lakini usiende kumdanganya kwa maandiko. Anasema kabisa eti ndio maana Mungu alisema tutubu. Ziliwekwa toba ili watu wakosee watubu. Haya, mkimaliza kutenda tu dhambi mkafa, mnaenda wapi kabla hamjatubu? Alafu Biblia inakataza kutenda dhambi ya makusudi. Na ndipo Bwana nilianza kumuuliza, mimi kila siku katika maisha yangu ni somo na ni darasa. Akaanza kuniambia kwamba huyu mtu alikwisha kuniacha kitambo. Sio kwamba ameniacha leo. Yaani mtu mpaka ikafike mahali anaingia kwenye dhambi, alishamwacha Mungu muda mrefu. Alishatoka muda mrefu, alishakaribisha mgeni muda mrefu kwenye moyo wake. Kwa hiyo sio yeye anayetenda, ila ni ile roho chafu inatenda kazi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana watu wa Mungu. Mungu awabariki sana. Lakini tutashughulika sana wiki hili. Kuanzia kesho tutaanza kushughulika na kuyafukuza mapepo, kuyafukuza majini, kufukuza roho za familia, kufukuza na vyanzo vyake. Kuanzia kesho tutaanza kuomba. Mshirikishe na mwenzako, fuatilia kipindi hiki. Mungu akubariki sana. Asante sana. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninalitukuza jina lako, kulinua. Unastahili heshima na mamlaka. Kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana, ninamuinua mtumishi wako, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu. Ninaomba umbariki. Mpe macho ya rohoni, mpe masikio ya rohoni. Roho Mtakatifu, wewe uliye mwalimu wa kweli, hebu nenda kazungumze naye. Kamkumbusha alianguka wapi. Kwa maana neno lako linasema mwenye haki huanguka mara 7 na kisha kuinuka tena. Tunahitaji kuinuka tena kwa sababu Yesu uko karibu. Uko mawinguni, unarudi, uko karibu. Unataka kulitwaa kanisa lako. Huwezi kutwaa kama halijatakaswa. Asante kwa sababu utajidhihirisha na kutenda kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen.